Sema nakataa kila neno baya lililotamkwa juu yangu, juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kila neno baya. Wakati mwingine unakuta mtu ametamka neno baya juu yako, umemsikia. Kataa, futa pale pale. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 18:21 tulisoma hii. Mithali 18:21. Mithali 18:21. Tunamalizia Mithali 18:21. Ndio. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Wewe una kwenye ulimi wako unaweza ukaachilia uzima. Kwenye ulimi wako unaweza ukaachilia mauti. Kwenye ulimi wako huwa katika uwezo. Ulimi wako una uwezo, kuna nguvu kwenye ulimi wako. Unachotaka ndicho ambacho kinakuja kuzaliwa. Endelea nasemaje? Na wao wanaopenda huo ulimi watakula matunda yake. Wewe unasema hii ni mume, yani sio mimi nipende mume gani? Hii mume ni jewe, sio mimi mume ni mume. Mume niko kaeni mume ni mume. Nataka nikwambie, umemuumba huyo mume wako mwenyewe. Akija hapo atakapokuwa anakutazama na kukutreat, anakutreat vibaya. Sio mume gani sio? Sio ni mume. Yaani wakati alipo baraka ni baya. Itakuwa hivyo hivyo ulivyotamka. Hivyo hivyo. Mara ya kwanza alikuwa anakutukana tu pengine anakujibu, baada ya shangaa ameshaanza kutandika. Anakutandika na makofi. Hebu ndio kutamka nini? Unashangaa kesho makofi yalikuwa mawili jana, siku inayofuata 5. Umetamka mwenyewe, umeumba. Ili unataka kusema nakushukuru sana Mungu. Yaani mume wangu ni mzuri, ana upendo. Yaani hata kutania kofi ya kwanza unasema nakushukuru. Yaani mume ambaye umenipa ana upendo. Hata utampa sifa nzuri, ana upendo, ananijali, ananiwazia mema, huwa ananinunulia na zawadi. Sio na nini yaani hata kama hajai kununulia miaka 6. Yaani tamka. Yaani unamuumba hivyo. Unamuumba. Utashangaa anaweza kubadilika. Anaweza kubadilika. Umekaa kule ndani unaomba maombi ya namna ya ndio alikuwa anakuja amekaa hapo nje. Anasema unaendelea katika jina la kushukuru Mungu, mume wangu ni mzuri, mume wangu ana upendo, yaani mume wangu ananijali. Yaani Mungu asante sana. Wakati yeye amekutandika fimbo, hapo amekaa hapo mlangoni anakusikiliza hivi. Anataka kusupport kidogo. Anatafuta miondoko sasa ya kuwa mzuri. Haleluya. Anataka kutafuta miondoko ya kuwa mzuri. Unashangaa kwanza anarudi nyuma kidogo. Anarudi kinyuma kidogo, kama alikuwa anasikiza pembeni anarudi kinyuma kidogo, anaanza kupiga busu. Hodi anajifanya kama hajasikia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kweli leo nimehangaika, pengine alikuwa na shilingi 5,000, leo chukua hiyo 5,000. Kesho utakuja na zawadi nyingine. Wewe unataka kushangaa, waache umemuumba. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mauti na uzima huwa katika uwezo ulimi wako. Yale ambayo unatamka, wale waupendao huwa wanakula matunda yake. Tamka mema kwenye maisha yako. Tamka mema kwenye ndoa yako. Tamka mema kwenye biashara yako. Tamka mema kwa watoto wako. Tamka mema kwenye kila kitu kwenye maisha yako. Tamka mema kwa watoto wako. Haleluya! Utakula yaliyo mema. Utakula yaliyo mema. Yaani ashuku watu umeenda kanisani watu wamekuchukia. Wamekuchukia wewe kwa kuchukua kama wewe unataka kama kuchukia. Hapo nasimama hapo nasema. Bwana Yesu asifiwe. Nasema amina. Kwa kweli jamani namshukuru sana Mungu. Hili kanisa mna upendo sana. Tuna mangana nani ambaye anakusemaga vibaya. Unajua pale. Yaani kama mama nani pale mcho, ana upendo, ananipenda huyu mama sio kawaida. Kwa kweli upendo wake, hebu njoo unamhagi na kumhagi. Nataka nikwambia habadilike huyo mama. Hata kama alikuwa namna gani, ile neno unaweza kumpika na gani. Anashangaa, baba amebadilika na kwa mzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mauti na uzima huwa katika uwezo ulimi wako. Wao upendao huwa wanakula matunda.
Unaposema wapendao, maana yake nini? Wanaijua kuitumia ulimi wao vizuri, wanakula matunda. Kwenye ulimi wako unaweza kuharibu maisha yako. Kwenye ulimi wako unaweza kuharibu ndoa yako. Kwenye ulimi wako unaweza kuharibu biashara yako. Kwenye ulimi wako unaweza kuharibu maisha yako. Kwenye ulimi wako unaweza kuharibu, and the opposite is true. Na kinyume chake ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaamka asubuhi unasema kumekucha tena. Kumekucha kwenye mateso. Kumekucha tena. Umeshaitamkia hiyo siku, itakuwa siku ya mateso. Mtu wa Mungu anapoamka asubuhi anasema asante Baba, umenipa siku njema. Ninabariki kazi ya mkono yangu. Ninabariki watoto wangu. Ninabariki nyumba yangu. Kila anachogusa kimebarikiwa. Kwa sababu mimi ni mtoto wa Mungu. Kila anachogusa kimebarikiwa. Kimebarikiwa, kimebarikiwa. Watoto wangu mashuleni wamebarikiwa. Watakuwa vichwa, hatakuwa mikia. Kwenye biashara yangu nimebarikiwa. Naenda kupata wateja. Nafungua milango ya wateja. Unatamka mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mnajifungia wenyewe, na unapotamka shetani anasikia. Ukitamka baya na neno la baya na laana, shetani anafua sema na linasa. Siku ya leo ninafungua yote ambayo shetani alikuwa amefunga. Ulipotamka mabaya, ulipotamka mabaya, ayafungua kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii sitaelezea, lakini soma tu haraka haraka Mathayo 12, afu tutasimama twende tukaombe. Mathayo 12:36. Mathayo 12:36. Neno la Mungu nasema, ndio, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo. Stop kwanza. Kila neno baya utakalotamka utatoa hesabu. Kwa lugha nyingine, kila neno baya unayotamka lina hukumu yake. Na wa kwanza kupata kuhukumu maana ni shetani. Anamkapchi. Baba, yeye mshtaki. Baba, unasikia hivyo sema. Sasa wewe ni mtekeleze anachokisema. Sema ninafuta maneno mabaya kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.